Hello guys, now this video is not about football but nimevaa jezi, lazima niwaambie we are still at the top of the table na mafans wa Man U, we are still 12 points apart from you guys, so ni bado ni watoi, mko chini sana. Anyway, wacha niingie kwa point now. Kuna kitu hapa Kenya huwa inaturudisha nyuma sana, na hiyo ni ukabila, tribalism. Mtu akikuja kusimama hapo kwenu, mtu akikuja kuvaa ile kitu ya kwanza mnaulizanga, huyo jamani ni wa kabila gani? Hiyo itakusaidia na nini? We should elect leaders because of their integrity, not because of the tribe where they come from. Ni makosa watu tunafanya, we need to change. For example, in this country tumekuwa na 5 president. Kasongo ni watano. Wa kwanza alikuwa Mzee Jomo Kenyatta. Wa pili alikuwa ni Arap Moi Daniel. Wa tatu alikuwa ni Emilio Kibaki, Obako mwenyewe. Wa nne ni Unye. Watano sasa ni Ruto Kasongo. So my question to you, wewe mwenye unaniwatch right now is, unataka kuniambia hakuna Mkikuyu ama Mkale mwenye ako na shida? Since president wametoka kwa hizo tribe before, unataka kuniambia mahali unakaa, mahali unatoka, hujaiona Mkikuyu ama Mkale mwenye amelala njaa? Hata leo vile tunaongea hajui atakula nini. So your tribesmen being the president doesn't help you. Hiyo inasaidia tu wale wase wenye wako karibu na yeye, sako yake. Remember, huyu mtu ametoka kwa society, alikuwa na sako yake, wale walikuwa wanasoma nao, maybe wale walikuwa wanafanya nao biashara, just a few from the circle ndio wata benefit. Lakini wewe kama mwananchi wa kawaida, elect a leader who will bring you development. Ile share ya county atapata, ama ile share ya constituency kama ni mbunge atapata, bring down to the constituency, then shares it equally so that you get your fair share. That is the leader you should elect in your area. Si ati unachagua mtu because he or she comes from your tribe. Hiyo kitu tunafaa tuwache kabisa if we need development and if we want to progress as a nation. Hapo tunaelewana. Remember guys, we must talk about Kenya because Kenya is our business.